serikali to get fertilizer. Na Mheshimiwa Rais, tuzungumzie hili la siasa kidogo. Hiyo jana ulionekana kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga katika mazishi ya Mukami Kimathi, na baadaye mkakuwa pamoja katika uwanja wa Kasarani katika mashindano haya ya Kipkeino Classic, na mlishiriki jukwaa moja mkakosoana kwa heshima. Lakini wanasiasa wa pande zote mbili, serikali Kenya Kwanza na upande wa muungano wa Azimio, wanapokuwa katika majukwaa na wafuasi wao wanadhihirisha cheche, na baadhi ya wafuasi wanachukulia hili kama swala la uadui. Utawaambia nini? Na zaidi pia ulisema kwamba unajua hatma ya maandamano ya Raila Odinga. Je, umeanza kushughulikia hiyo hatma? Kwanza pale tulikutana ni mahala pa mazishi, na ni kawaida kama viongozi, kwa sababu lile jambo ni jambo ambalo linatufaa sote tushughulikie, na ilikuwa ni nafasi nzuri ya pia kuzungumzia mambo yaliyoko katika taifa letu la Kenya. Pale kiongozi wa upinzani alisema vile aliona, akasema punda amechoka, akasema mimi siambiwi ukweli, ushuru nisipandishe, na mimi pia nikachukua muda nimueleze, na akasema ananijua, na ni kweli kwa sababu nimefanya kazi na yeye, tulikuwa pamoja katika chama. Pia nikachukua hiyo nafasi kusema pia vile ananijua na mimi namuelewa pia na kumsoma, yeah. So ikawa ni nafasi nzuri yeye aseme na mimi pia nikasema, na pale pia nilipata nafasi ya kueleza wananchi wa Kenya kwamba hili propaganda, serikali hii tu kazi yake ni kuongeza ushuru, ni kuongeza ushuru. Nikamweleza tumepunguza ushuru zaidi ya ile tumeongeza. Tumeondoa bilioni 15, bilioni 500 ambayo ingekuwa katika budget kama wao ndio wangeendesha serikali. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya fertilizer raw material. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya clinker, kwa simiti. Tumeondoa ushuru kwa samaki. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya furniture. Tumeondoa ushuru kwa mambo ya mahospitali, equipment ya hospitali. Tumeondoa ushuru kwa chuma na simiti, kwa sababu tunataka kukuza manufacturing yetu. Tumeondoa ushuru katika sehemu karibu 15. So sio kweli hii porojo inaendeshwa na wenzetu wa upinzani wakisaidiwa na vyombo vya habari kwamba serikali hii inaendesha tu mambo ya kuongeza ushuru. Sio ukweli bana. Na utawaambia nini vijana ambao ni wafuasi wenu kutoka pande zote mbili, upande wa Kenya Kwanza na upande wa Azimio, ambao wanachukulia tofauti zenu za kisiasa kama uadui ama swala la kufa kupona? Tofauti za siasa ni tofauti ya maoni na tofauti ya sera. Nilimweleza ule ndugu yangu, na namheshimu kwa sababu ni mzee, na mheshimu kwa sababu ni kiongozi. Nikamweleza kwa heshima ya kwamba wewe unaamini kusubsidize consumption, ambayo ni njia moja, lakini kwangu mimi ni njia bure. Mimi naamini kwa kusubsidize production. Ndio tofauti, maoni tofauti. Lakini baada ya ile mkutano, si tulikuwa pamoja Kasarani, tukaendesha tukaona riadha ikiendelea, na naibu wa rais hakuwa pale Kasarani. Leo tukakuwa pale. Mlifanya mazungumzo yote ya kando kuhusu masuala ya kitaifa? Tulikuwa hapo mzungumza chochote kuhusu? Wacheni fitina bwana. Mr. President, uwepo wako na ukaribu wako, msisome mambo ambayo hayako. Uwepo wako, mzungumza chochote kuhusu mazungumzo kati ya serikali na Kenya Kwanza na Azimio? Wewe unasema my deputy hakuwa Kasarani. Huyo amesema. Ni mimi ndiye aliyesema. Sasa nakuuliza wewe, alikuwa amekuambia atakuwa Kasarani? Ndio ukasema mbona aliniambia atakuja Kasarani? Picha iliyotambwa mtandaoni na inazungumziwa na Wakenya kwamba ukaribu wako naibu wangu wa rais alikuwa na shughuli Nyeri na Raila Odinga. Sasa ulikuwa unataka aje Kasarani afanye nini? Na alikuwa na shughuli Nyeri. Okay, Mr. President, je, kuna tokota mkono wa heri wa handshake kati yako na Raila Odinga? Waona jana na hata leo.
Allow me, Mr. President, to get to the substance element of that conversation in Nyandarua County yesterday.